Nini ubaya ulizidi. Yaani moto ukazidi. Tukawa tumejifunga. Tuna Fajeka, tuna Fabrice Ngoma, tuna Debra Fernandez, tuna Ngoma mwenyewe pale na Kagoma kiwepo. Mimi kwenye hii dabi kocha kama atakuwa anasikia maoni yangu, ningeomba aanze na Yusuf Kagoma, Debra Fernandez, Jean Charles Ahoua, winga huko Elie Mpanzu, Kip Dennis, Lionel Ateba. Ili vibe tumeanza nalo toka wiki iliyoisha. Ndio tutaenda nalo paka tarehe 8 na zaidi. Sisi tunatangaza msiba tarehe 8. Yaani ile kufungwa niseme labda kama matokeo ya Mungu, yaani labda Mungu ndiye amepanga. Ila kwa matokeo sisi wanadamu na timu yangu jinsi ilivyojiandaa na ninavyoiona, ushindi ni lazima. Iwe kwa ngumi, iwe kwa nini, ushindi ni lazima. Labda cha kumalizia labda. Hatutaki wale marefari kama kina Kayoko. Hatuwataki. Wasituharibie mechi kabisa. Hicho ni cha kumalizia. Tunataka marefari wa uhakika. Kama ni penalty kweli. Maana ukiangalia pale Yanga kuna mcheza rafu ambaye acha tu. Hata Ramos afati. Huyo mnamjua, sio mpaka niongee sana. Huyo mnamfahamu vizuri. Anajulikana. Wewe ukimwangalia tu mchezo wa Boka jinsi ulivyo. Mechi ya mwisho angalia ile game ya TP Mazembe alichokuja kukifanya. Sio game moja, game nyingi. Lakini ukija kuangalia marefari wetu sawa, hatukatai kweli ni wanadamu wanateleza lakini wanatuzunisha sana. Majina naitwa Hassan Sharifu Mzee almaarufu Hassan Yanga. Ni katibu wa tawi la utuzi madawa Mwanga kwa Mchaga Kigoma, Young Africans. Ni mwanachama hai. Kwanza nitumie fursa hii kuwaalika wanachama hususani wa mkoa wa Dar es Salaam, wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam waende uwanja wa Benjamin Mkapa wakiwa wanajipiga vifua mbele kwamba wanakwenda kuchukua pointi 3, wala haina ubishi. Tumecheza michezo 22. Tuna pointi 50. Tumeshinda michezo 10 na kadhaa, tumepoteza michezo 2. Tumetoka sare mchezo mmoja. Kikosi changu ni kikosi bora, ni kikosi imara. Alafu nimepata mtu mpya, mkimbiaji kama alivyokuwa Tuisila Kisinda, Bwana Jonathan Kangarombo, na ndio nimemkabidhi mikoba ya kumaliza shughuli ya tarehe 8. Hiyo mechi sisi kwetu ndio hatima ya maisha yetu kwa sasa sisi wanayanga. Yaani mechi ya tarehe 8 ndio hatima ya maisha yetu na ubingwa wetu. Lazima tushinde ili tutetee ubingwa wetu. Pacome Zouzoua ndio injinia wa uwanja. Yaani Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye kipaji alichopewa na Mwenyezi Mungu ndani ya pitch. Ana kipaji cha kumvuruga mpinzani kushindwa kufanya kile alichokuja ameambiwa na mwalimu wake. Pacome Zouzoua anakivuruga. Na kisha maliza kuvuruga, kuna watu pale pembeni wakina Clement Mzize. Tani 7 huyo. Akichukua mpira huyo bwana mdogo huyo Clement Mzize. Prince Dube yuko pale. Alafu huku nyuma kuna daktari wa mpira, Dr. Alidi Aucho. Wala hatuna shaka. Kwanza ni mchezo ambao tutashuhudia mkwaju wa penalty mapema tu. Kwa aina ya wachezaji nilokuwa nao, manake wanakera. Mimi ni mdogo wangu yule, lakini kutokana na mdomo wake nitampiga zile 5 tena. Wakiingia kwenye mfumo watakula 5. Wakianza janja yao ya kuchezea nyuma basi watakula 3. David Fadlu ni kocha wa academy. Amepata tu kamseleleko kidogo, timu haijafungwa sana. Ndio maana bado ana hadhi kidogo hivi. Manake umeona mchezo wa Fountain Gate zidi ya Simba. Uliona kabisa kwamba uchezeshaji wa bwana David Fadlu ni huu hapa. Tumeona walipewa hadi dakika 16, lakini Fountain Gate ilikuwa inawakosa licha ya wao na wao walikuwa wanaishambulia Fountain Gate. Kwa David Fadlu amekutana na kamseleleko, lakini tarehe 8 tutamuonyesha kwamba ni kocha wa academy.